Meki, kwa nini leo hujawasili shule? Na wakati tunajua hizi siku tunapitizia mtihani mgumu sana. Rafiki yangu, unakumbuka ile siku wakati tulikuwa nje shuleni? Mimi na Maya. Nakumbuka. Kuna nini hasa? Siku hii ilikuwa mtihani kubwa kwangu. Meki, usinyekeshe bwana. Wewe mwenyewe unajua hiyo mtihani wa shuleni ndio ulikuwa gumu zaidi. Wewe ulikuwa unapitizia mtihani gani hapo? Huyu Maya ina shida naye. Maya? Mwanamke wewe utakuwa na shida naye gani? Wewe acha tu. Kila mtu ana mzigo wake. Jua kwamba mimi ni rafiki yako. Na ukiwa na shida mimi naweza nikakusaidia. Kisha umesema eti kila mtu ana mzigo wake. Haya, kaushushe mzigo wako mwenyewe. Nina kahadisi fulani nataka niwakatie. Nataka niwahadisie kabisa kahadisi fulani. Thank you very much. Katika nyumba fulani palikuwa pana watu wawili tu. Bosi na nani? Na mfanyakazi wake. Na yule mfanyakazi alifanya kazi sana katika nyumba hadi bosi wake alimwamini sana. Hasa kazi ya bosi ilikuwa nini? Alikuwa muuzaji wa dhahabu. Unanisikia? Katika kuuza dhahabu yake alikuwa anapanga vema sana dhahabu yake chumbani kwake, maana alikuwa anaingia mwenyewe chumbani kwake. Naona mnanitega sikio kabisa. Halafu katika hiyo nyumba kulikuwa pia kuna panya wengi sana. Na mnajua kazi ya panya ilikuwa nini? Kazi ya panya mnaifahamu? Kiatu kizuri kama hiki inakula, shati nzuri kama hii ina meza. Hata meno ukiacha nje unacheka, inakula. Ndio. Sikilizeni. Siku moja anarudi kutoka kazini, anakuta katika chumba yake alikoweka zile dhahabu zake kuna kosa moja. Akauliza nani mfanyakazi? Dhahabu yangu ziko wapi? Mfanyakazi akamwambia sijui, wewe mwenyewe unaingia chumbani kwako, hakuna mtu ameingia huko. Akasema basi fanya haraka utafute dhahabu yangu, hawa panya wanaweza kuwa wamemeza moja. Aliingia. Mfanyakazi alitafuta sana. Bosi zake akaenda kazini. Katika kwenda kazini, alipotoka alikoenda yule bosi akamuuliza mfanyakazi, je, umepata dhahabu? Kumbukeni sasa kwamba huku mfanyakazi alipokuwa anatafuta nini? Dhahabu. Aliwaona panya wengi sana kwenye kona huko. Akawaangalia. Akawacheki vizuri kuwachunguza. Akakuta panya mmoja amejitenga na wengine. Thank you very much. Alikuwa amejitenga na wengine kama walikuwa panya 20, ina maana mmoja alikuwa pembeni, wengine walikuwa sehemu yao. Thank you very much. Bosi alipofika alimuuliza, je, umepata dhahabu yangu? Mfanyakazi alisema ndio. Aliposema ndio, akamwambia uliipataje na uligundua vipi kati ya wale panya wote kwamba huyu panya ndiye anamiliki? Unajua siku nyingi sana mimi sitakage fujo wakati niko nazungumza, nataka watu wanitege sikio vizuri. Alisema ndio. Nilijua yule panya anayemiliki nini? Dhahabu yangu. Sababu yule panya alikuwa amejitenga na wengine, halafu nikajua mara moja ni huyu panya na nikamfanyia upasuaji. Upasuaji haukuhitaji daktari kutoka India, kutoka Marekani, kutoka Butembo, kutoka Beni. Hapana. Hapo alifanya upasuaji na akatoa nini? Dhahabu. Kuna swali? Nawezekana? Hilo ndilo lilikuwa jibu la mfanyakazi. Siku zote ukipata pesa
au binadamu wakipata pesa kujitenga na ndugu zao, kujitenga na marafiki, hata majirani. Kwa hiyo ole wenu wakati mnapata pesa, vile mnavyoshikana baadaye mkaja kuachana. Masuala mengine muulizeni baba zenu. Mimi ninataka watu anatoa sadaka, maana nimehubiri. Mr. Ndagala, uone ya kwamba kivimba ulichokificha muda mrefu kinataka pasuka. Kisha aibu ambayo ulikuwa unayogopea inataka onekana usoni mwako. Na kwa taarifa yako, yule mvulana ambaye ulisema anisinzie nyumba yako ameacha shule. Eti nini? Ameacha shule? Hey. Okay. Maya, kijaribu kitu. Mimi naona twende hospitalini. Ya, ila usiwe na woga. Usiwe na woga mama. Kwani mimi nina hapo nina madaktari wataalamu kabisa. Professional. Nataka kumaanisha hivi. Maya, ujauzito huu tutautoa. Nini? Mwalimu, mimi kutoa mimba? Siwezi. Na kwani sitaweza kutoa mimba? Nisikilize kwa makini. Wewe ndio kwanza kutufunza kanisani ya kwamba kutoa mimba ni dhambi. Siwezi. Na kamwe sitaweza kutoa mimba. Unaelewaje sasa Maya? Karibu Rela. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Pastor Ndagala, ninaona Maya anatoka nje, sura ambayo haina furaha. Maya ana nini? Anaenda? Rela, unajua sisi watumishi wa Mungu huaga tuna asiri za watu wengi na hatutakiwi kumwambia mtu yeyote ule. Kwa Rena, nipana nampa nukta zake za shule. Ya, nukta? Yes. Umezipata nukta wapi kabla sisi walimu hatujakuletea nukta? Rena, fanya angalisho na mimi. Hivi wewe umekuwa nani hapa shuleni kuingilia mambo yangu mimi? Angalisho sana. Tena ujiangalie. Pay attention. Wewe ni mama huko nyumbani kwako na sio hapa ofisini kwangu. Hivi wewe ni nani hata uingilie mambo yangu? Tena ujiangalie. Mawazo ya nini Mr. Mawazo? Kwa nini hujaenda shule? Kwani sumba hivi? Hajui jina langu? Jipokuwa unaniita mimi Mr. Mawazo. Sitaki kuwa mtabiri mbaya sana wa dhambi zako. Unanisikia? Sababu baadhi ya watu wengi huficha dhambi zisizokuwa za kwao. Kwa nini utoke jasho wakati hujafanya dhambi? Mr. Mawazo, nenda shule. Usikae muda mrefu hapa. Nenda shule.
Nimepata joto sana, najiwashia kafeni. Rena. Najua unashangaa sana na kujiswali, kwa nini ninatamka jina lako vizuri tena kwa herufi kubwa? Na kwa nini nimelijua jina lako? Tena nimeliwekea utamu. Wewe ni nani? Na umejuaje jina langu? Swali nzuri sana. Mimi ni yule jana, leo, hata milele, aliyekuwa, aliye na atakayekuwa. Santos Mtubile. Tumesoma na wewe shule. Santos Ndo mimi. mbona umekuwa mchafu kwa namna hii? Nilijua utaniswali hivi sababu ya design yangu. Nimekuwa uchafu. Design yangu iko tofauti na ya kwako. Sijui unanisikia? Na nyinyi watu wa dini mnajiona mko safi kabisa, sababu mnakigusa kitabu kitakatifu kila mara, mkisahau kwamba hizo dhambi mlizoziona na kuzisikia na ambazo mlizozifanya nyinyi zinawafanya msiwe safi. Na zinawafanya muwe wachafu zaidi ya sisi ambao tunaonekana tuko wachafu. Eti tunatangaza habari njema. Habari gani? Mtangazeni habari chafu, sababu nyinyi ni wachafu kuniliko mimi. Safari njema. Cogito ergo sum. Rena. Umna maji? Yeah. Nahisi joto. Kwanza unatoka wapi? Natoka kwenye mishemishe zangu. Mama yuko wapi? Mama ameelekea sokoni. Sokoni? Okay, akuja kwa mtu ambaye amekuja kunitafuta hapa leo. Kapalati. Oh shit. Dada shida kuelewa. Yaani mwenzako anakupenda kiasi kile hapo unashona kuelewa. Kwa kweli namchukia sana huyu jamaa. So utamchukiaje? Haja kupata kitu kimoja alafu anamchukia. Subiri nikuswali. Ushawahi kupenda? Unaniuliza usamani? No, mimi haja tu ajibu. Yeah. Ulichukuliaje hilo swala la kupenda? Yaani upende. Ni kama chizi. Oh, good. Sasa siku hizi nimeshakuwa kama chizi yani. Kwa chizi. So yule mtu ambaye amefanya kwa chizi ni nani? Anaitwa Santos. Santos bana mtambua Huyo tu. Umefurahi? Chizi. Sasa kwa nini chizi? Mdogo wangu. Nahisi kwa hujua unachokizungumza. Dada, vipi? Mr. Barzo anajua kupenda kiasi hicho. Alafu chizi. Sasa huyu ana elimu gani huyu? Kwa kweli nampenda sana huyu bwana. Tena niko taarifa kwa ajili yake. Sana nampenda kinyama. Yeye kwangu ni zaidi ya hai. Unajua napata pesa namna gani? Sina mimba, sina. Niko sawa. Kama huna mimba, tukunenda hospitali saa hii. Mbona yani niko salama tu, siugui chochote. Wewe utanijua, utakufa mama yako wewe. Mshenzi. Umeona macho yake? Mshenzi wewe. Gao, kanapiga macho utafikiri nani? Katuni. Wapiga macho kama katuni. Mshenzi. Nisubiri pale. Mungu Baba, ulipoiumba dunia ukawaumba wanadamu wote, maskini na tajiri.
lakini wengi wao walipofanya ajali hukukumbuka kuwaletea spare part ili wakivunjika mwili wapate kubadilisha miguu na mikono pia.